Matendo yana tabia ya kufuatana na mtu, na hukumu ya mwisho haiko pale kuhukumu kwamba wewe ulinena kwa lugha, wewe ulikuwa ukitoa pepo, wewe ulikuwa unahubiri ibada za masifu ya asubuhi na jioni. Hakuna hilo kwamba wewe ingia mbinguni kwa sababu ulikuwa unaongoza praise team. Never. Wewe ingia mbinguni kwa sababu ulikuwa umeokoka kwenye kikundi cha fellowship. Never. Utaingia mbinguni. Final judgment, hukumu ya mwisho, ni hukumu inayopima matendo. Anasema ndipo atakapoambia wale walio upande wa kuume, njooni ingieni rahani mwa Mungu wenu, maana nilikuwa uchi mkanivalisha, nilikuwa na kiu mkanipa maji, nilikuwa nina njaa mkanipa chakula, nilikuwa kifungoni mkaja mkaniona. Hayo yote ni matendo ya huruma. Hata wale watakuwa surprised. Anamwambia Bwana, ni lini tulikuona ukiwa kifungoni? Ni lini tulikuona ukiwa uchi tukakuvika? Sema, kwa kadiri mlivyowatendea wadogo hawa mlinitendea mimi. Wapendwa, kama kuna mtihani duniani na kama kuna jambo la kuangalia, na ninyi mliokoka mnaofunga sana, na ninyi mnaotafuta uso wa Mungu usiku na mchana, na wale wasimamao madhabahuni pa Bwana, hamtapewa taji kwa sababu ya nafasi mlizonazo katika kanisa. Mtapewa taji kwa sababu ya matendo yenu mnaotenda kwa wengine. Unawafanyaje wengine vitu? Ni yapi ambayo unatenda kwa wengine? Unafanyaje kwa wengine? Unawatendea wengine nini, kwa wazi na kwa siri? Nataka nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya neno hili, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wako mbele, mstari wa mbele kanisani, lakini wanatenda vibaya mno. Ni waimbaji wa sauti ya kwanza pale mbele, lakini ni wambea wa kwanza vile vile katika kuumiza wengine katika maisha yao. Na makofi machache.